Haleluya, haleluya. Mimi rafiki yako na mtumishi wa Mungu Luis Peter. Karibu kwenye somo la leo. Shalom. Leo ninapenda niwashirikishe somo fupi sana linalosema aina kuu tatu za vifo kwa mwanadamu. Aina kuu tatu za vifo kwa mwanadamu. Haleluya, haleluya. Asante Roho Mtakatifu, fungua masikio yetu ya rohoni na nitumie kama chombo chako. Amen. Nitakwenda kuwashirikisha aina kuu tatu za vifo kwa mwanadamu. Kifo, tukizungumzia kifo, hatuzungumzii hali ya mtu kuacha kupumua tu. Kuna uwezekano wa mtu akawa bado anapumua, lakini kiukweli amekufa mtu huyo. Kuna kifo cha kwanza ambacho watu wengi wamekizoea na wanakifahamu, kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili ni nini? Kifo cha kimwili ni hali ya mwili inapoamua kuacha roho, ama roho kuacha mwili. Yes, ni pale ambapo roho ya mwanadamu inaacha kufanya kazi kwenye mwili na kuondoka. Ni hali ya roho kujitenga na mwili. Hiki ni kifo ambacho ni cha kawaida, kila mwanadamu anakifahamu. Mtoto mdogo ambaye ana miaka 5, 4 anaelewa kuhusu kifo, anajua nikifanya hivi nitakufa. Hiki ni kifo ambacho kila mwanadamu mwenye akili anakifahamu. Hata mtu ambaye amechanganyikiwa anakifahamu kifo hiki, anajua kuna kufa siku moja. Haleluya. Kifo hiki hakiepukiki. Wengi watakipata, wengi watakiendea. Iwe nani, iwe wapi, iwe lini, utakiendea. Haleluya, haleluya. Na kifo hiki watu wengi wanaamini kuna mtu ambaye nilikuwa naongea naye juzi akisema kwamba hakuna mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia ni pale ambapo utakufa. Basi Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 anasema, na kama vile wanadamu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa kuna hukumu. So kifo hiki kibiblia ndio kifo pekee ambacho kinampeleka mwanadamu kwenye hukumu yake ya milele. Baada ya kufa, kifo hiki cha kimwili ndio inampelekea mwanadamu kwenye hukumu yake ya milele. Haleluya, haleluya. So hii ni aina ambayo sitaki kukaa sana hapa, nataka nielezee kwa kifupi sana, na ni kifo ambacho kila mtu anakifahamu. Kila mtu anakifahamu. So tafakari ya kifo hiki ni wewe mwenyewe kujiandaa. Je, baada ya kifo nitakwenda wapi? Maandiko yanasema baada ya kifo, baada ya mwili kuacha roho, baada ya roho kutoka kujitenga na mwili, kuna hukumu. So ni kwako kujitafakari, roho yako ikiaga mwili wako unakwenda wapi? Sasa kuna hizi aina mbili za vifo ambazo aidha ulikuwa hauzijui ama wengi hawazijui. Kifo namba 2, kifo cha kimaono. Kifo cha kimaono. Kifo cha kimaono ni nini? Kifo cha kimaono ni ambapo mtu anapoteza maono, anapoteza ndoto na anapoteza kusudi la kimaisha. Mtu yoyote ambaye anaishi akiwa ana malengo ya kuishi, mtu yoyote ambaye anakuwa anaishi na ana maono ya kuyaendea katika maisha, mtu yoyote ambaye anaishi lakini kusudi la Mungu limeachwa nyuma, mtu huyu tunamuita amekufa katika maono. Anatembea ndio, anapumua ndio, lakini kiukweli kimaono amekufa. Kaya, mtanielewa.
anakwenda kanisani, ndio, anafanya kazi, ndio, anavaa suti, ndio, lakini kiukweli, kimaono amekufa. Hajafa kimwili, lakini kimaono amekufa. Haleluya, haleluya. Na kifo hiki ndio kifo ambacho watu wengi wa ulimwengu huu wamekiendea bila wao kujua. Unaishi lakini kiukweli maono hauna. Unaishi kwa sababu umeamka kai. Unaishi kwa sababu umeamka uko hai. So inakupaswa uishi tu kwa sababu haujafa. Unaishi kwa sababu imekupaswa kuishi. Hauwezi tu kujiua. Watu wamekata tamaa za maisha. Watu wamekosa mwelekeo. Watu wanaishi bila kusudi. Mtu anaishi lakini hana moto ndani. Yani anaishi, yani hata njiani ukimwona anatembea kwa kujikokota kwamba siku yoyote na iwe tu nife. Yani unaishi lakini umekufa kimaono, umekufa kindoto. Hauna ndoto. Unakaa sehemu wewe mwenyewe binafsi sema maisha ndo haya, mimi tunasubiri nife tu, mbona hamna chochote tunachokipata dunia hii. Ndio unaishi kimwili, haujafa kimwili, lakini kiukweli umekufa kimaono. Nasubiri nikwambie kitu kimoja, mtumishi wa Mungu. Ukifa hata kifo kimoja kati ya hivi vitatu, ujue ni sawa sawa na umekufa kimwili. Sikia nikwambie, ukifa kimaono na kindoto, ni sawa sawa umekufa kimwili. Kwa sababu maisha utakayoyaishi duniani ni sawa sawa na mtu aliyekufa. Ukikosa maono, ukikosa ndoto, haleluya, ukikosa kuishi kwenye kusudi, maisha yako yatafanana na mtu ambaye tayari amekufa. Maana hautaona faida. Wako watu ambao hawaoni faida ya kuishi kwao. Hawaoni faida ya wao kuishi. Hawaoni faida ya kuendelea kuishi. Wamekufa kimaono. Alifanya biashara ikaingia hasara, sasa amechoka. Nasema nitakaa tu, sifanyi chochote, nimechoka na maisha haya. Nimechoka na maisha haya. Baada ya kuachwa na watu fulani, akasema nimechoka na vitu hivi. Sitaki ndoa tena, sitaki wanawake tena, sitaki nome tena. Umekufa kimaono. Maono yako uliokuwa nayo hayakuwa hayo, lakini dunia ikakufanya ubadilishe mtazamo. Umekufa katika maono. Yupo hai lakini maisha yake hayana mwelekeo. Yuko hai lakini maisha yake hayapo jinsi alitaka yawe, hayapo jinsi Mungu alitaka yawe. Nasikia nikwambie siri moja. Shetani hakimbiliagi kuua mwili. Akimbiliagi kuua mwili. Shetani anaua maono kwanza, ili uishi maisha yasiyo na maana. Shetani huanza kuua maono kabla ya mwili, ili binadamu waishi maisha yasiyo na maana. Furaha ya shetani ni kuona mwanadamu anaishi maisha ya mateso, ni kuona mwanadamu anaishi maisha ya shida, maisha ambayo hayana mwelekeo, maisha ambayo hayana njia, maisha ambayo hayaeleweki. Ndiyo faida la furaha ya shetani. Waweza ukadhani ni akili zako unaishi hivyo, kumbe ni shetani ameweka makao yake, ameweka kambi ameweka kambi katika maisha. Haleluya. Kifo cha tatu ambacho wanadamu hufa
ni kifo cha kiroho, ni kifo cha kiroho. Sasa subiri nikwambie, kifo cha kiroho ni nini? Kifo cha kiroho ni hali ya mwanadamu kutengwa na Mungu wake. Sio, unaelewa? Ni hali ya mtu kutengwa na Mungu wake. Kuna watu ambao hawajafa kimwili, hawajafa kimaono, wana maono na akili timamu, wana maono, mipango mizuri ya maisha, lakini kiukweli hawana uhusiano na Mungu. Wanakwenda kanisani Jumapili, Biblia kubwa, wanakwenda misikitini Ijumaa, wanafanya biashara, wanakimbia huku na huku, wana maono ndio, lakini kiukweli uhusiano wao na Mungu haupo. Amekufa kiroho mtu huyu. Anaishi kimwili, anaishi kimaono, lakini roho yake iko mbali na uso. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kumbe kifo cha kiroho kinatokana na uasi, kinatokana na dhambi, kinatokana na mambo ambayo hayakumpa Mungu utukufu. Wako watu ambao biashara zao zilikuwa zinafanikiwa, walikuwa na maono mazuri, lakini baada ya watu hawa kujiingiza kwenye dhambi, uwepo wa Mungu ukatoka katika maisha ya watu hawa. Anatembea anamuona amenawili, anatembea anamuona ana akili timamu, lakini kiukweli Mungu hayupo ndani. Na subiri nikwambie siri moja, ni kwamba ukiwa haujafa kimwili, ukiwa haujafa kimaono, umekufa kiroho, maono yako hayawezi kutokea. Maono yako hayawezi kutokea. Kwa nini nimesema hivi? Hakuna mafanikio nje ya Mungu au miungu kai. Hakuna mafanikio nje ya Mungu au miungu. So ikiwa hauna miungu unayoiabudu, wewe una Mungu na umekufa kiroho, hauna mahusiano mazuri na Mungu, ujue hakuna mafanikio utakayoyapata. Ni aidha uende kwa miungu na utanga wa kienyeji. Dalili ambazo za kuonyesha kwamba wewe umekufa kiroho ni nini? Dalili ya kwanza, unakosa hamu na mambo ya Mungu. Ukisikia kuhusu kuomba utaki, ukisikia kuhusu kufunga utaki, ukisikia kuhusu kwenda kanisani utaki, ukisikia kuhusu kumlingana Bwana kwa matoleo yako na chochote kile utaki. Dalili nyingine, maombi yanakuwa magumu. Umekuwa mtu wa kuomba sana lakini hayatokei. Kuna ndio ya Mungu, kuna hapana ya Mungu, na kuna subiri ya Mungu katika maombi, lakini watu wengi wameishia kwenye hapana ya Mungu. Unaomba kila siku lakini jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Maandiko nasema maombi yake mwenye dhambi ni kelele na chukizo mbele za Mungu. Umekufa kiroho, maombi yako ni kelele mbele za Mungu. Dalili ya tatu kwamba umekufa kiroho, unaishi katika dhambi na haujali. Unafanya uzinzi na haujali. Unaiba maofisini, mnaiba na hamjali. Unaishi maisha ya anasa dunia hii na hakuna kujali. Dalili ya kwamba umekufa kiroho. Maana usipokufa kiroho, manake Roho wa Bwana ukaa ndani ya watu hao na kuwaongoza na kuwaelekeza namna ya kuishi katika ulimwengu huu. Ukifa, manake Roho wa Bwana hawezi kukaa ndani yako, hivyo utajiongoza kwa matakwa yako mwenyewe. Hichi ndio kifo cha hatari zaidi kuliko cha kimwili. Maana unateseka duniani, utateseka na motoni. Ukifa kiroho, niwahakikishie kwamba unateseka duniani na malamia motoni. Maandiko nasema katika